ambazo firstborn alipata mimba, binti labda wa kwanza alipata mimba, alafu mtoto wake asipate mimba au nini. Yaani natembeaga hivyo, ni chain, sio bahati mbaya. Mzaliwa wa kwanza ni lango la kiroho, naita ni spiritual portal, ambao shetani akitaka kupitisha anapita, Mungu akitaka kusema anapitia hapo. Ukipiga mzaliwa wa kwanza umepiga mlisi wa kiti. Uzaliwa wa kwanza sio tu nafasi bali ni kiti. Mzaliwa wa kwanza kidunia na kiroho ana act kama mlisi wa kiti. Ndio maana mpigo la mwisho kabisa kwa Misri, ukisoma kutoka 12 ile utaona pigo la mwisho kabisa kwa Misri alipigwa mzaliwa wa kwanza wa kila nyumba. Kitendo cha kupigwa mzaliwa wa kwanza wa kila nyumba, kwa lugha nyepesi, kilipigwa kiti cha mfalme, kwa sababu crown prince wa Farao alipigwa pia. Kwa shetani akitaka kukuattack anapigaga mzaliwa wa kwanza, kwa sababu anakuwa amepiga kiti, amepiga position, amepiga location. Kwa sababu kumbuka, mzaliwa wa kwanza ni position, mzaliwa wa kwanza ni direction, mzaliwa wa kwanza ni location. Mzaliwa wa kwanza, narudia tena, ni position, ni direction, at the same time ni location. Mzaliwa wa kwanza ana nafasi kubwa sana ya kulocate wenzake watakuwa wapi. Mzaliwa wa kwanza kwa sababu ya kuwa mlango ana direct wengine waingie wapi. Mzaliwa wa kwanza pia ni position, anaamua wengine wawe kwenye position ipi. Akipigwa mzaliwa wa kwanza, imepigwa nyumba husika. Kwa kama mzazi, kama kijana umezaliwa wa kwanza, tambua wewe ni lango la wengine. Kama kijana umezaliwa wa kwanza, tambua wewe ni barua ya wengine. Sio tu hapo, hata Kristo anahesabika kama mzaliwa wa kwanza. Ndio maana ukombozi kupitia yeye ulifanyika. Ukisoma Ufunuo wa kwanza Ufunuo 1:5 utaona anasemaje. Ufunuo 1:5, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Unaona, mzaliwa wa kwanza. Kristo Yesu pia ni mzaliwa wa kwanza.